Once again, in this service, we approach the throne of grace. Thank you for our singing this morning. Thank you, God, because of the prayers that we have offered unto you. Thank you, Lord, because of the ministry of the choirs and even the word that has been shared by our children and our young people. Thank you for the leading of your word. And now, Lord, as we sit to hear your word, we pray that you may teach us your word, that you may reach out to our hearts. That, God, you may allow your word to be manifested in our hearts. And that, God, we shall become doers of your word. We thank you and we bless your name. So as your people take their seats and I'll remain standing, I pray that I'll just be standing here and you'll speak to your children. And especially this day when we have come to celebrate your faithfulness and even expressing our gratitude for the many good things that you have done for us. Hear our prayer, O God, and use me for your glory, for we pray in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Kindly, as you take your seat, give your neighbor a high five and tell them the process of thanksgiving has a formula. Hallelujah. Please, church, you can do better than that. Tell your neighbor the thanksgiving process has a formula. Hallelujah. Sababu ya wageni, jina langu naitwa Wilson Macharia, mchungaji wenu, na nina shukrani sana kwa sababu ya Mungu kutupa fursa hii tuweze kusikiza ujumbe wa siku ya leo. Na ninakumbuka ya kwamba tulionelea ni vyema kama wazee wa parokia hii, maana kitambo mchungaji azunguke makanisa haya yote 12, nimeona ninamalizia takriban miezi 4 kabla kurudi kwa lile kanisa mahali nilipoanzia. Kwa hivyo tulionelea ni vyema wakati mchungaji anatembea tuweze kushiriki pamoja na watoto wetu. Praise be to God. So that together with them we can receive that which we call the priestly blessings. Praise be to God. Jambo la pili, ni vizuri kusema ya kwamba leo ni siku maalum. Kwa hivyo hii ni ibada spesheli, na ni vizuri sana kwa Wakristo wote wa Gituamba kuelewa ya kwamba siku ya Thanksgiving katika kanisa la PCA huwa tunashiriki pamoja na familia zetu. Ni venye labda watoto hawangeketi pamoja nasi, lakini ili hii ibada iweze kukamilika ya shukurani, kawaida huwa tunashiriki kwa njia ya kifamilia. Na kwa sababu tutakuwa na maombezi hata ya hizo familia, ni vizuri sana ku make sure ya kwamba hata wale, mimi nilikuwa naona hata zamani kwa kanisa mahali nimezaliwa, hata baba yangu, kwa sababu wakati huo anaenda kanisa, kuna ibada mbili baba yangu hangekosa: ibada ya shukurani na ibada ya Easter Sunday na siku ya Christmas. Hizi ni ibada za kifamilia. Bwana asifiwe. Uliza mwenzako mzee ako wapi, muulize mke wako ako wapi, muulize watoto wako wapi. Kwa sababu ni vizuri sana kuelewa Thanksgiving iko na formula. Thanksgiving sio tu ibada ya kawaida, ndio sababu imetangazwa, ndio imewekwa katika ratiba ya kikanisa. Kwa hivyo ni vizuri hata nasi watu wa Gituamba we understand how the rectionary of our church operates, ili ibada zetu zikamilike. Kwa sababu wakati wa kutoa dhabihu ni lazima familia ihusike, ni lazima watu wako wahusike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali nimezaliwa, tuliambiwa kuna hadithi moja ambayo ilikuwa funny sana pale Limuru town. Kwa sababu kuna mzungu alitoka kule pande wa Garariga akiliendesha ile Land Rover yake. Na kuna mzee mmoja mweusi, kwa sababu kulikuwa kunanyesha sana,
yule mzungu alimhurumia hata kama he was a black man. Kwa hivyo alimfungulia Land Rover hapa mbele na akaingia akamsafirisha mpaka Limuru Town. Lakini wakati alifika, yule jamaa mwenzetu alifungua mlango na akachomoka akawa naenda. Lakini yule mzungu, historia inasema, alimuita akamwambia, "Joe bwana, rudi ndani, kuna kitu nataka kukuambia." Sasa mzungu alipindua Land Rover na akamrudisha pale pale alipomchukua. Akamwambia, "Inawezekanaje nikupatie lift na hauna shukurani?" Hallelujah. Ni mara ngapi mimi na wewe tumezisahau baraka za Mungu na tunajifanya ni kana kwamba ni kupitia kwa ujuzi wetu ndio sababu tumepata hizi baraka. Friends, our existence and progress in life is all dependent on how we relate to God, our Father in heaven. Allow me to tell you this. Everything good in our lives comes from God. Indeed, human value comes because God values us. Kwa hivyo mwanadamu ni kitu hakuna kama Mungu hakuja kudhamini. Kwa hivyo maisha yetu ni lazima yazungukwe na roho ya shukurani. Na ni vibaya sana kukosa kutambua mkono wa Mungu, juu ya maisha yako. I want to believe, my brother and my sister, that you are going to develop a habit. Tell your neighbor, a habit of expressing thanksgiving, of expressing gratitude, as opposed to always identifying the bad things that happen in your life. Mwanadamu akona uzoevu wa kukumbuka tu yale mabaya, lakini anasahau yale mazuri ambayo yalitokea maishani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Una sababu ya kumrudishia Bwana shukurani. Tangia wakati ulipoketi mahali umeketi, sijui umepumua mara ngapi, lakini ukienda pale hospitalini utakuja kugundua ya kwamba kulipishwa kupumua itakugharimu pesa ngapi. Wakati wa COVID-19, hapo ndipo watu wa dunia mzima walielewa wazi wazi ya kwamba kupumua peke yake, kupumua tu peke yake ni gharama kubwa. Na kama Mungu anaweza zima system yake ambayo aliweka ndani yetu, hatungeishi wala hata dakika moja. So let us practice thanksgiving regularly until our brains becomes proficient at recognizing the good that is happening in our lives faster than detecting the bad. Somebody shout amen. Maandiko haya mawili ambayo tumesomewa, Zaburi ya 116, hizi ni shukrani za Daudi mfalme. Kumbuka wale ambao wamekuwa wakihudhuria revivals, kuna siku moja nilichukua muda kuwafafanulia Daudi alikuwa ni nani. Kwa hivyo Daudi hakuwa mfalme hivi hivi. He was actually a noble general, and he conducted his military campaigns with high standards. Na ndio sababu aliweza kukonka sehemu nyingi sana na katabulikana as one of the greatest ancestors of Jesus Christ. In fact, David had a military strategy ambayo ilimsaidia ufalme wake kusimama as opposed to Alexander the Great. Kwa hivyo hata ukiangalia hawa wafalme wawili, utakuja kugundua ya kwamba Daudi hakuwa mfalme hivi hivi. Lakini katika wimbo huu wa Zaburi 116 tunauona ni wimbo wa shukurani. Na ndani ya maandiko haya Daudi anachukua muda kutambua yale ambayo Mungu alimtendea katika maisha yake. Praise be to the name of the Lord. Mstari wa 10, Psalms 116, David was greatly threatened by illness. Daudi ana acknowledge ya kwamba kuna wakati nilikuwa mgonjwa. Haidhuru mimi ni mfalme, lakini niligonjeka, lakini Bwana akaniponya. Sijui hapa ni nani ambaye hajawahi kugonjeka.
Hata wengine ukiwapata hospitalini wanakuambia, mchungaji niombee, nikitoka kwa hiki kitanda nitamtumikia Bwana siku zote za maisha yangu. Lakini ile siku ataondoka hospitalini, kanisani humwoni, maombi haji. Sasa yeye ni wa afya, anamsahau Mungu aliyemponya. Jambo la pili anasema mstari wa 10 pia, that his faith was tested. Sijui ni mara ngapi imani yako imejaribiwa. Anakiri, anasema naliamini kwa maana nitasema mimi naliteswa sana. So his faith was tested. Imani yake ilijaribiwa. Wacha niwaambie Wakristo wa Gituamba na wote wanaotufuata katika mitandao, there will be a day, if it has not come, when your faith will be tested. Hii dunia imejaa mateso. Wakati Yesu aliona ya kwamba atanyakuliwa juu na akawaita wanafunzi wake pale katika mlima wa Galilaya, Yesu aliwanenea baraka. Ukiangalia tena Yohana 17, maombi ambayo Yesu anawaombea wanafunzi wake, Yesu anasema, siombi ya kwamba muondolewe duniani, maana katika dunia kuna dhiki kubwa, lakini ninaomba Mungu awadumishe katika wema wake. Hallelujah. Give your neighbor a high five and tell them, it is by the grace. It is by the grace of God. Kuna siku imani yako itajaribiwa. Kuna wakati utajipata ya kwamba mambo yako hayaendi vizuri. Na ndio sababu mstari wa 11 Daudi anasema, this is the third issue we raise from these Psalms. Anasema, even human help was of no use to me. Ya Kiswahili imeandikwa pale, mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Maana labda kuna watu alitazamia watamsaidia, labda kuna watu alingojea ya kwamba watakuwa wa baraka kwake, lakini watu wakamsahau. And David is acknowledging that sometimes human help might not be enough. Human help. Hata siku moja unaweza sikia mtu akisema, my wife is not there for me, our parents are not there for us, our children are not there for us. Bwana Yesu asifiwe. Si uchallenge mwenzako umwambie ni heri kumgojea Mungu. Ni heri kumgojea Mungu. Daudi anasema watu wanaweza kuwa waongo. Hata sisi tulitazamia sana na watu wakaamuka mapema, dhuraku. Watu wa mlima. Biblia inasema watu wanaweza kuwa waongo. Neno la Mungu linasema. Jambo la 4 anasema, he was wondering how he can respond to God. Baada ya Daudi kunakiri na anaona ya kwamba hata kama watu walimtoroka, Mungu alimsaidia. Hata kama alikuwa mgonjwa, Mungu alimponya. Hata kama watu walimdanganya na wakamwacha, anasema Bwana alikuwa pamoja nami. Na ndiposa katika mstari wa 12, hallelujah, Daudi anauliza swali, nimrudishie nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Hallelujah. What shall I render unto the Lord for all his bounty unto me? Na ninashukuru Mungu kwa sababu waliotengeneza liturgia ya ibada ya Holy Communion ya Wakristo wa Presbyterian, that is always the opening statement. Hata leo tutakula giadhi, na katika liturgia yetu, that is the opening statement. Neke gushokeria Ngai ngatho nakio ni tondu wa mawega maria anjikeire. Jina la Bwana lipewe sifa. So this psalm itself serves not only as a witness to what God has done, but also the thanksgiving and praise that is due to God. Kwa hivyo Daudi anakiri hata sio shukrani peke yake, kwa sababu ya wema ambayo amenitendea, nami nitamtukuza. Praise be to the name of God. I want to acknowledge that this morning
I have really loved the praise and worship. I have enjoyed the singing in Gituamba. Yani ni kama hapa si Gituamba leo. Mazee mmeinuka jo. Bwana asifiwe. Rasta, asante sana. Unachapa hiyo kitu na ninasikia vizuri. Watu wanajua mimi napenda muziki. Na sijui jamaa ametoka wapi, sijui amekuwa wapi. Bwana asifiwe sana. Walete wengi. Hata hapa tupate ngita. Watu wa Gituamba tutengeneze muziki. Muziki unavutia. Muziki unaleta watu kanisani. Muziki unafanya watu wasiboeke. Bwana asifiwe. Abia jirani yako acha kusimama kama getiinge wakati watu wanamsifu Bwana. Daudi anakiri, anasema wacha tu sadaka ya shukurani, lakini mimi nitamtukuza Bwana. Praise be to the name of God. Nimwaigua dua kwaya, mtafute mwalimu. Mkiitwa kwaya hamwezi iba kama sisi. Ne haya. Bwana asifiwe sana. Kanisa hili lipate mwalimu wa nini? Wa kwaya. Ili wakiitwa kwaya, tunasikia ni kwaya. You know, this is one of the churches I look forward to see as one of our cathedrals in this parish. Bwana asifiwe sana. Watu wa Gituamba mjizatiti na muunde kanisa hili na mtoe hela zenu. Nyinyi sio watu wa kusomagwa kwa makaratasi. Hii ni kitu mimi nawaombea, haki ya Mungu. Mungu awatoe kwenye shida na kusomwa kwenye makaratasi. Bwana asifiwe sana. Sasa unajua ubaya wangu ama uzuri wangu sifichi. Mmekuwa mkisoma. Kaitebo za kerere hadi ndio bole. Bwana awabariki, lakini awatoe kwenye mashida. Bwana asifiwe. Yani mnasomwa pamoja na Ebeneza. Mnasomwa pamoja na ile makanisa iko huko chini. Hapana. You remember, this is the first church I attended when I came to this parish, and I prophesied upon you. Kwa hivyo mahali moto inapotea, Mungu aurudishe waya. Mungu awaconnect katika kiroho. Na Bwana wainue kwa utukufu wake, ili kanisa hili ling'ae. Maana Bwana anataka Gituamba ing'ae venye mmekuwa mkifanya kazi. Praise be to God. Bwana aliwapa kanisa maridadi kabisa. Simseme kama Daudi, tutamtukuza Bwana. Tutamtukuza Bwana. Hallelujah. Amen. Now, having prayed for help and having experienced all the bounty of the Lord, in response, the psalmist is now making good on the vow he had made to sing God's praises. Kwa hivyo tunajua Daudi alipenda sifa. Alipenda kuimba sana. Alipenda kumtukuza Bwana. Na katika Zaburi hii, wacha tunakiri sababu kadhaa. Why should you give thanks to God? Why should you give thanks to God? Number one, according to verses number 1, Daudi anasema, it is because I love the Lord. Kwa hivyo, kumbuka, wacha niseme hii. Na watu waache, kwa sababu ukitaka sadaka yako ikufanyie kazi, usiitoe kwa sababu kuna kitu unataka. Come on. Toa sadaka yako kwa sababu unampenda Mungu. So whether God blesses you or not, offer your sacrifices, number one, because you love him. Hata kama hapa Nairobi wanasema there is no ranch for free. Hata kama ndani ya moyo wako unataka baraka, lakini wacha kule kutaka kuje nyuma ya kupenda Mungu. Onyesha Mungu venye unampenda. Mungu anapenda sana kupendwa. Jana tulikuwa kwa harusi, jamaa mmoja alichomoka na wimbo, akaanza kuimba akisema, "Gutiri mundu tendete kwendwo, onawe niwendete kwendwo." Halo, hata wewe unaona unakaa design ya kutaka kupendwa. Hakuna mtu hataki kupendwa. Come on.
Look at your neighbor and tell them, love God first. Love God first. Make God to be your friend. If you want to have a conversation with God, befriend him. Hawezi anza mazungumzo na mtu na hamjuani vile, ni lazima you cultivate a relationship. Kwa hivyo Daudi anasema, in fact he begins his song with an expression of grateful love. His great love for Yahweh, because he answered prayer in a desperate season. The Bible says in Mark chapter 12 verse 30, if you can give us that verse, we'll be grateful. But in English it says, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Kindly sit up, let us read the scriptures on the screen. 3 go. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. I remember the first sermon I preached from this pulpit, I talked about all those 3 faculties. The faculties of a human being. Mungu anataka tumpende na akili, tumpende na mili yetu, na tumpende kwa roho zetu. Praise be to God. Love the Lord. Love the Lord. We must stop living a double-sided life if we are to thank God in the right manner. So the question today is, do you love God with your all? Ukikuja hapa kuleta shukurani zako, the big question today, do you love God? I love watching movies, and sometimes when you look at those movies, saa zingine unaona kijana anamletea msichana zawadi. Naye msichana unaona saa zingine anajichocha na uliza, is this worthy of me? Is this worthy of me? Tulikuwa mahali sasa mke akasafu bwanake, lakini sijui kwa nini alimwekea chakula kidogo. Sasa yule mzee akauliza, yani aromega ragulega aturaga. Aliuliza, yani unaona hii nitashiba. Number 2, verses 5a. David gives us the second reason why we should give thanks to God. And the reason is because he is gracious and righteous. Ya Kiswahili inasema, Bwana ni mwenye neema na haki. Naam, Mungu wetu ni mwenye rehema. Praise be to the name of God. Verses 5a. Because he is gracious and righteous. In light of his deliverance through an answered prayer, the psalmist lays the gracious and righteous character of God. Anatoa ule utaratibu wa Mungu. We know that he is gracious not only to the mighty, but also to the commoners. Kwa hivyo sio tu wale wakubwa Mungu anawapa neema. Daudi ana acknowledge hata wale watu wandogo, wale watu ambao wacha nitumie hustlers. Although Kenya imekuwa ya hustlers, sisi zote ni hustlers. So I'm talking about the little people in our midst. And this is one of the greatest glories of God. Tell your neighbor, God has no favorites. Ndio sababu Biblia inasema ananyweshea mvua wampendao na hata wale ambao hawampendi. Hii mvua ikinyesha inanyesha kila mahali, hata kwa wale ambao hawampendi. That is the beauty of God's grace, that he has no favorites. Bwana asifiwe. So angalie mwenzako mwambie, umeona venye umebarikiwa? Hata nami nangojea baraka zangu. Si umkodole macho umwambie, baraka sio za kwenu peke yenu. Baraka sio za kwenu peke yenu. Sio za kwenu peke yenu. Na juzi nikihubiri mahali kulikuwa na wachungaji wengi sana wa eneo hii ya Kamuru. Nilisema hata sisi wachungaji tuache kuongea uongo kwa pulpit.
Unasikia mchungaji anasimama anasema baraka zinapatikana tu hapa kwa hii church yangu. No amwelire Ngai no amundu. You cannot own God alone. God is for us all. Bwana asifiwe. God is for us all. I'm sure God has been gracious to you in many ways. So you can sing this song that says, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. Let us look at the third reason. The third reason. David is saying, because he is full of compassion. Verses 5b. His mercies, he is full of mercies. Verses 5b. God is compassionate and he is full of mercy. Can I tell you, friends? Any miracle that happens in this world happens because God wills it to happen. There is nothing that can happen without God allowing it to happen. Praise be to God. This lady who have just given a testimony, our sister there, she came to my office and she told me, mchungaji, hii kesi ni noma. Hii kesi ni ngumu. Nataka uniombe tu niweze kuwin hii kesi. Nashukuru Mungu ametoa ushuhuda nikiwa hapa. Praise be to God. Kwa sababu Mungu alitaka neema ya Mungu imshukie. I don't know what that testimony has done to you, but it has confirmed something in my spirit. Glory to God. Tell your neighbor, God's mercies are still fresh. Huruma za Mungu bado zipo. Pursue your blessings. So I am here to declare from this pulpit, whether they want it or not, it's the decision of God to restore PCA Getuamba. This is the year of divine restoration. And I encourage somebody in this church, please take this theme very seriously. Testimonies are flowing every day of what God is doing. And thank you, my sister. May God bless you for asking who has a testimony. Kanisa ya PCA tujaribu sana kuwa na testimony. Ne haya doa guy. I was telling the evangelism the other day, we organized for a crusade. And then when we went and I was ready to preach, and the leader of the program, he was up there on the podium. We had a big dais, a big crusade. So the gentleman kept on asking, you know, in our church we have men. In our church we have women. And you know them, the women from the Women's Guild, the men from the PCMF. Sasa akasema ni wakati wa ushuhuda. Na ninataka mwanaume mmoja akimbie atoe ushuhuda. Let me tell you. Mutongoli ucio omeire hau. Akigojea mtu wa PCMF akuje atoe ushuhuda. Akigojea mama wa guild atoe ushuhuda. Let me tell you, church, kanithawa ohotanaga because of the testimony. The testimony. The testimony. The day I declared that this is the year of divine restoration, I also had 2 title deeds that were missing. I had followed those title deeds for 2 good years. In the course of that week, I was called by the lawyer, and the other surveyor called me. Wakaniambia, mchungaji, I will have your title deeds on our desk. I will never declare anything from this pulpit unless God has given it to me. Hallelujah. May God restore you. It is his will to bless you. It is his will to release mercies on you. It is his will. Bwana asifiwe sana. He is full of compassion.
Unajua Wakenya wameacha sasa kuhurumia watu. Wameacha kabisa kuhurumia watu. Haki ya Mungu wameacha. So angalia huyo umeketi naye uone kama anakuhurumia. Ama alipewa maji akajiwekea kwanza ndio sasa akupazie maji. Wakenya, it is about them. Ndio ikiisha at least mimi niko na yangu. Hivyo ndivyo tulivyo. So he gives us the fourth reason why we should give thanks to God. Number 4, because he cares for the simple-hearted. Because he cares for the simple-hearted, the poor and those in great needs. These are people whom people think cannot make it in life. Hello? So unaona huyo bot, huyo msichana wa kazi, huyo unamwangalianga hivi unaona ni bure. Eh? Please tell your neighbor he is also in the equation. She is also part of the equation. Any human being you see on the face of the earth, they are part of God's equation. They are part of God's plan. Praise be to the name of God. Hallelujah. Amen. He feeds even those who are in the streets. God is for all because he created us all. I have a really friend who keeps on telling me, talk to your friend, now the husband. He has no time for me. He has no time for me. Keep talking to your friend. And this guy, because he jokes a lot. So even when I talk to him, he just jokes with me. I know here we have people who have no husbands. I know there are people here who have no wives. I know there are people who have their spouses are present, absent. Present, absent. But I'm here to tell you, you are also part of God's equation. You are part of God's equation. Na juzi niliwaambia hata ukisikia umekaa sana na hujapelekwa date, just go to a hotel, order coffee, and tell God to sit on the other side. God can date you. You can have a date with God. No, I spoke to them, to the widows from St. Andrews at some point, and I told these ladies, you can be coming to the restaurant and order coffee and have a date with yourself. And I could see ladies during the week come. At St. Andrews, there is a restaurant there managed by the Women's Guild. Please, God can date you. You can have a date with God. Amen. So look at your neighbor and tell them, from today, I am no longer lonely. I'm no longer lonely. As you have always thought. I can have a date with God. I can have a date with Praise God. be to Jesus. Hallelujah. Whenever I feel like I am lonely, you know, as a minister, sometimes you can be lonely because members keep off from you. Sometimes elders also keep off from you. Sometimes you can be lonely. Watu wengine wanaweza fikiria niko ngondo, wangondo wafikirie niko Gituaba. All of a sudden you find that you're lonely. I have had many dates with God. Bwana asifiwe. Amen. Look at your neighbor and tell them, wanyona gere ya kanyama dewika. Eh? I am not alone. Are we together? I am not alone. We have God. I have God with me. We are having a conversation. Praise be to the name of God. Hallelujah. Number 5, verse 7, he says, because he is secure in the care of God. Remember, David is saying that I was almost dying. I was almost dying. Because he is secure in the care of God. The death-like crisis had troubled the soul of the psalmist. He reflects on how God had delivered him. And now he is safe, secure and resting in the Lord. I encourage somebody today, please stop looking for peace of the mind and peace of the heart from people. You are disturbed enough. Your solution is not with them. There is true rest for your soul in your God. Hallelujah.
and have seen people who want to be cared for. And sometimes there are no hands to care for you. Many other times tunataka mkono utupate na hapa nyuma, utuambie it is well. And that hand is missing. Please allow God to always comfort you, even during your troubled times. Amen. Amen. And I have taught you many times, friends from Getuamba, that sometimes when you feel like you really want to engage God, ondoa ile meza pale kwa sitting room. Weka kama hizo nyimbo tumeimbiwa hapa. Tukuza Bwana. Tukuza Bwana. You might not be good in singing, because what we can see, there is a theme of praises in the Psalms. Na uimbaji unaleta kupona kwa moyo. Bwana asifiwe. Amen. Siku anajua nikiondoka home, wasichana wangu wana dance huko kabisa. Hata si kama kwa mchungaji. I thank God that you will visit when it is a planned visit. But I can tell you, you have to look for a way to worship God. You must look for a way to give God praise. Ili roho yako ipone. Kwa sababu watu wengine watapona wakimsifu Mungu. Watampona wakimsifu Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata hii convention inakuja, tumesema tulete muimbaji huyo anajulikana sana. Tuwe na uimbaji mzuri wa kumtukuza Mungu pamoja na our praise team members. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siangalie jirani yako mwambie, wacha tu kwenda kuiba usiku. Wacha tu kwenda kuiba usiku. Unajua hapa nikikuja hivi asubuhi, nimeona kumejengwa pub ingine kali sana. Nigetha andu agitua bama kiingira matikahitũkage hau. Are you getting what I am saying? Sasa hapa mtazingirwa na mambo mengi sana. Lakini why don't you create a little heaven in your own home? Sure. Praise be to God. Amen. And praise the Lord. Wanaume, wacha watoto wetu waone tunaweza iba. Ndio wapende kumtukuza Mungu wakiwa ndani ya boma. Kwa sababu wanaume tumeona wanajua kuimba wakiwa nje na wakijificha. Wanaume leo wacha ni wadunge kidogo. Maana nyinyi ni marafiki zangu. Na chairman wa PCMF wa Paris ametoka hapa. Na asante Getuamba kwa kutupatia huyu chairman. Hata akisimama watu wanaona ni chairman kabisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. So, lakini wanaume tuamke, tumtukuze Mungu kwa sifa. We praise God. Wengine wanapenda hizi za kwaya. Weka za kwaya. Lakini wacha tusinyamaze. Daudi anaonyesha zile sifa zitafanya ibada kukamilika hata ndani ya boma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wacha nitamatishe kwa kuongeza pointi 2 peke yake. Kuhusu zile sababu ambazo zinamfanya Mungu kupokea shukrani zetu. Zaburi 100 na mstari wa 4. Biblia inatuonyesha ya kwamba thanksgiving is a command. Tell your neighbor it is a command. Kwa hivyo hatuwezi torokea. Shukurani ndani ya kanisa sio idea ya mchungaji. Sio idea ya wazee wa kanisa. Najua tu apisi wanasemanga huyu mchungaji amekuja na mambo mengi. Hii sio idea yangu. Si idea ya mtu. Hii ni idea ya Mungu. Maana anasema enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his holy name. And you can see the two themes running together. Giving thanks and giving praises. Wacha tusome na Kiswahili. Angalia the nearest screen. Let us read together. Ingieni marangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Kwa hivyo shukurani na sifa zinaandamana.
Jina la Bwana lipewe sifa. So we are here today to honor this command, and thanksgiving remains then the order and priority of believers. So kama wewe ni Mkristo kamili, shukurani ni lazima ziwe your priority. Ndio unaona kila Sunday wakati wa matoleo mwenye anaongoza hicho kipindi anasemanga wenye wako na shukurani, wenye wako na fungu la 10. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila Jumapili tunapewa nafasi ya kuleta shukurani zetu kwa Mungu. Ephesians 5 verses 20, the Bible says, give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ephesians 5:20, give thanks always for all things unto God. Ya Kiswahili inasema na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo hatutoi shukurani kwa jambo moja, tunatoa shukurani kwa mambo yote ambayo yametendeka. Lastly, my brothers and my sisters, we give thanks to avoid the consequences of thanklessness. Thanklessness is the opposite of being thankful. Thanklessness. Watu ambao hawana shukurani, adumatari gani. Kwa hivyo elewa ya kwamba tusipotoa shukurani zetu, si ati Mungu atanyamaza tu, kwa sababu tutakuwa tunavunja amri yake. Kwa hivyo anasema kuna mambo yatatokea kwa wale ambao hawatoi shukurani. Na ningependa tusome andiko hili, Warumi 1 na mstari wa 21. Romans chapter 1 and verses number 21. If that Bible you are holding is your Bible, please underline that verse. Romans chapter 1 and verses number 21. Itaendelea kukusaidia kila wakati kukumbuka ya kwamba nisipotoa shukurani there are consequences. So number 7, it is to avoid the consequences of thanklessness. Let me read it for you in English and then we go to Swahili. Or you can give it in English first, then we go to Swahili. If you are unable to get that one. So please sit up and let us read this scripture slowly. 3, go. For although they knew God, they neither glorified him as God, nor gave thanks to him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Umesikia hiyo? For although they knew God, they were Christians, they were churchgoers, they never glorified him as God, nor gave thanks to him, but they are what? This is the consequences. Their thinking became futile, and what? Their foolish hearts were darkened. Kwa hivyo kuna watu mkiza ya kiroho itawafunika. Wacha tusome kwa Kiswahili. 3, go. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ikafanywa nini? Ikatiwa giza. So lack of gratitude, friends, is a grievous sin which we have seen has punitive consequences. Thanklessness, by definition, is forgetfulness of or poor return for kindness received. So thanklessness, it is poor return for kindness that you have received. Ndio sababu mzungu alimrudisha Mwafrika akanyeshewe huko. Can you imagine? It costed this black guy only one word ambayo igemsave kusema sorry.
or thank you. Praise be to God. Just to say thank you, and I'm grateful. So don't fall into this trap. Rest, according to the scripture, we might become serious fools. Serious what? Fools. People who imagine they know, but they have no idea of God. Do you receive the word of God today? We have 7 reasons today why we should come in the presence of God to give thanks. Amen? Amen. Now, allow me to guide us on how this thanksgiving need to be concluded. According to David, this is the formula he emblazed. And I pray that Getuamba Church, we can embrace the same formula. Number 1, David did 4 things. These are the 4 steps. If you want, ukitaka ibada yako ya shukurani ikamilike na ikubarike, fanya haya mambo manne. Alright? Jambo la kwanza, tupatie mstari wa 13. Ama mstari wa 12, Psalms 116. I'm just going to show you the steps. Let us read together. Anasema nini? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea. Alafu Daudi anajibu, anasema atafanya nini? Mstari wa 13. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Kwa hivyo Daudi anajiuliza swali, alafu anasema sasa nitajipanga kumrudishia Mungu shukurani. Friends, it could mean the actual cup during a Thanksgiving feast, like the cup I'm going to lift up today, wakati wa Holy Communion. I'm going to lift up the cup of salvation. This Holy Communion cup, it is the cup of salvation. It can also mean dedicating oneself to God by receiving the gift of salvation through Jesus Christ. Kwa hivyo, the first step towards giving thanks to God is what we call self-dedication. Siambie jirani yako kujipeana wewe. Kujipeana wewe. Kupeana familia yako. Kupeana watu wako. And that is why you see, hata Elkana, kila mwaka, alikuwa anasanya wake zake na familia yake, wanaenda Shilo kurudisha shukurani. Igongona ria gatho andu agituamba rirutagwo ni mundu na nyumba yake. If you want it to be complete, praise be to God. Amen. At Gethsemane, Jesus spoke of a cup, and in surrender to his Father's will, consented to drink it. Kwa hivyo wakati alikunywa kile kikombe cha uchungu, hallelujah, Yesu alifurisha kile kikombe kwa baraka ambazo tunapokea. Somebody say amen. Amen. That is why it is so sweet to drink from the cup. Hii dunia ni watu wameiharibu. Kumekuwa na magonjwa, communicable diseases. Ndio sababu hatukunywi kutoka kwa hiki kikombe. But the tradition of the church, we are supposed to drink from this cup. Hallelujah. Bwana asifiwe. Are you ready to drink from the cup of salvation? Your life to Christ. All right? This is the first step. The first step. Dedication to God. Number 2, mstari wa 14 na 18. Hebu tusome kwa Kiswahili. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Mstari wa 18. Turudie tena. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Hivi ndivyo Daudi alifanya. Baada ya kutumbu dhambi na kutoa sacrifice yake ya kutubu, alisema yale mambo yote ambayo nimeahidia watu nitatimiza. I wish somebody was here to listen to me. All the promises they have made, they need to fulfill them. Praise be to God. Ndio sababu tulistahili kukaa na familia.
Juu sasa ungeuliza mke wako, nikumbushe ni yapi nimekuahidi na sijatimiza. Naye akwambie uliniahidi utanipeleka kwa mwezi, wakati ulipokuwa unanichumbia na haujawahi timiza. Angalia mwenzako, mwambie nisamehe kwa yale yote ambayo nimekuahidia lakini sijatimiza. Maana watu wengi wanaishi na hasira kwa sababu there are promises that have never been fulfilled. So today, as you bring your sacrifice of thanksgiving, please tell God, remind me of any vow, any commitment. Unajua kwa kanisa watu tunatoa simiti 3, mwingine anatoa 5, na wewe unasema nitalete 7. Angalia mwenzako, mwambie ahadi zako ziko kwa vitabu za kanisa. Mwangalie vizuri, mwambie ile yote umeahidia kanisa imeandikwa pale kwa vestry. Eda kwa vitabu vya kumbukumbu. Turora shobira kyobwire. Gaida ligaragero. Gaida ligaragero. Ile yote ambayo tumeahidi ni lazima tutimize. Amen. Please honor your promises. Whether to your spouse, to your children. I have been very busy when we were doing the pastoral visits. So my son kept on telling me, Dad, remember my bike. Remember my bike. You need him promise. Wacha nikuambie. Siku moja huyu kijana nikiwa hapo kwa ofisi yangu nyumbani. Kijana naona anajitokeza. Akona kamkebe hivi. Ananiambia, Dad, sasa nimeangalia kwa YouTube. Na nimeona watu bike zinatoka pesa hizi. Sasa nilikuwa nataka ile uko nayo hata mimi nikuongezee. Hata mimi nifanye nini? Nikuongezee ndio tuweze kununua hii bike. Yaani kijana anaona ni kupungukiwa. Baba yake amepungukiwa. Analeta hizo macoins amesave. Anataka jambo la kwanza nimsaidie kuhesabu. Alafu anasema ni contribution yake towards. Unafikiria niliona haya aina gani? Maana ahadi niliyotoa kwa mtoto wangu sijatimiza. Sasa ilibidi nitafute hiyo bike maze. And I delivered the bike. Na huyu kijana hangerala. Kila usiku nikifika ananiambia, nilikuwa nakufungulia tu gate. Lakini ndani ya moyo wangu ninajua anaona kama nitafungua boot ndio nimtolee ile bike. Please tell your neighbor, that is how God feels. Wakati tunampromise alafu tunakataa kutimiza. Sasa wakati nilinunua hiyo bike, jamaa hajai nifungulia gate tena. Simuonangi bwana. Nikifika Asharara juu ameride hiyo bike akitoka shule amechoka. Enda utimize ahadi zako. Daudi akasema, I'll lift up the cup of salvation. This is my first step. Then number 2, I will fulfill my vows. Nitatimiza ahadi. Then he moved on to number 3, anatoa ahadi. Mstari wa 16. Ukitupatia mstari tutashukuru. But if you are writing, please write this. David promised again to live a life worthy of God. It's like baada ya Daudi kutimiza nadhiri, alitoa nadhiri nyingine. Anasema, nitaendelea kukutumikia. Bwana asifiwe sana. I'm going to continue being your servant. Let us read together. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako, umevifungua vifungo vyangu. Bwana asifiwe. I was looking at the Hebrew original translation. Daudi anasema, venye mama yangu amekuwa akihudumu,
Venye watu wa familia yangu wamekuwa wakikuhudumia, hata nami ninajitolea, mwana wa mjakazi wako, niendelee kukutumikia, maana umevifungua vifungo vyangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Are you ready to make that promise again? That in the year 2025, you will continue serving the Lord. It is a continuous process. And lastly, brothers and sisters, in the interest of time, mstari wa 17. Then he offered a thanksgiving sacrifice. Ukisoma ya Kiswahili inasema, nitakutolea dhabihu ya kukushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Praise be to God. Amen. This is what we call the Davidic formula of thanksgiving. Siongee vizuri, ujichoche kidogo, mwambie mwenzako the Davidic formula. The Davidic formula of giving thanks to God. Praise be to the name of Jesus. I want you to watch me as I conclude. David makes a promise and then he moves on to the first step. Praise be to God. Anasema, I'll lift up the cup of salvation. After he did that, he moved to the next stage. Anasema, nitatimiza ahadi. I'm going to fulfill all my vows. Na anasema, sitatimiza ahadi nikijificha. Biblia inasema, in the presence of his people. Kutimiza ahadi mbele za watu wake. Na hivyo ndivyo Zakayo alifanya. Baada ya kupokea wokovu, alisema nitalipa. Na akafanya hivyo mbele ya Waisraeli wote. Then he moves on to the third step. Anasema nitajitoa tena. So Thanksgiving service is a time of rededication. Tunatoa dhabihu, alafu tunaambia Mungu tutaendelea kutumika. And lastly anasema, nikifanya hivyo, sasa nitakutolea dhabihu ya shukurani. Are you ready to give thanks to God? Are you ready to demonstrate your gratefulness and your gratitude to God? May the Lord be with you, Yetuamba people. Na Mungu awasaidie kuelewa Thanksgiving iko na formula. Amen. Amen. Tusimame. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.